Ninachoambia ma ex wa bwanangu ni hichi. Bwana mlikuwa naye mbele hivi naye mimi. Kwa hiyo mwache kumfuatilia bwanangu. Ndio hivyo nachengia, nampenda sana bwanangu. Niko ridhaa kufa chochote kwa mwanamke yoyote atakiingia humu ndani. Eti mie niko na mimba ya Sadiki. Nitakaa naye, lakini kama kuzoea mtoto nakula naye sahani moja. Ndio hivyo, sina kingine cha kusema. Nakupenda sana mume wangu. Nakupenda pia mke wangu. Msogezee mic bwana, msogezee hapo. Nakupenda pia mke wangu. Sina mengi ya kusema zaidi ya kwamba karibu sana nyumbani mke wangu. Asante, nishakaribia. Sitiari tu beba. Unamwachia watu. Ashi mwajibu hawa. No, sina video. Tayari. Shobakana sasa. Ni fahari kila moja kuwatch Sony TV. Kwani ina habari gani za maana kwenye jamii? Mambo mengi utayaona na sotu ya wasanii. Unasema utajutia muda wako kwa TV. yana habari kede kila kona za jamii. Ndo manake Sony TV jina lake. Hebu nenda kila mahali, subscribe page zake. Hello, mambo vipi mtazamaji? Karibu sana, hii hapa ni Sony TV. Mimi ni Shabani Ozee Wangena S-Money. Kiongozi pekee aliingia madarakani afaka maliza mula bila kulaumiwa. Leo bwana, kama unavyoona ni siku nzuri, niko na watu fulani ambao wamefanana fulani au vipi? Niko nao tunapiga mastori. Huyu hapa ni Gloria Sadiki, nadhani sio mara ya kwanza mnamuona. Lakini huyu hapa na mimi pia na nyinyi nadhani mara ya kwanza kabisa tunamuona kwenye screen za TV yetu. Kaa nasi mwanzo mwisho kutusikiliza. Mambo vipi boss? Fresh mwamba. Poa Sana tu. Bwana, umependeza sana ndugu yangu. Tupo mwanangu. Asante sana. Okay. Vipi dadangu? Safi. Uko poa? Niko poa kabisa. Mbona kibaridi inakuaje? Niko fresh. Sawa? Okay. Sawa, naanza na Gloria hapa. Of course sio mara kwanza na kuoje, lakini kwa upendeleo zaidi nikupe fursa nzuri kujitambulisha tena. Kwa majina naitwa Gloria Sadiki. Oboiki ni sawa? Okay. Sawa. Nataka uniambie labda unaitwa nani? Kwa majina naitwa Mshindaji. Mshindaji. Mshindaji ndio jina ambalo wazazi walikupa. Ndio. Ama kweli wewe ni mshindi? Inawezekana. Okay. Sawa bwana. Natamani wewe ndo nitaongea na wewe sana kwa sababu huyu hapa ndo mara kwanza namuona. Natamani kujua sasa huyu hapa ni nani yetu hapa. Watazamaji ndo mara kwanza wanawaona mkiwa wawili. Tuambie ni nani yetu. Wewe ni shemeji yenu. Shemeji yetu. Hongera sana mwana. Asante sana. Okay. Huyu ni shemeji yetu, labda ni muda gani tangu mchukue labda? Maana imekuwa surprise. Kwa sasa? Yaani yupo hapa huko? Ni kama wiki mbili hivi. Wiki mbili? Lakini mahusiano yalichukua muda gani? Mahusiano ni kama miezi kama 4 kwenda 5 hivi. Okay. Sawa. Narudi kwako. Tumeambiwa ni shemeji yetu. Hebu tudhibitishie hapa. Ndio, mimi ni shemeji yenu. Mimi ni mke wa Gloria. Wewe ndo mke wake? Halali. Ndio. Okay. Ukimwona mwingine fake. Mwingine fake. Sawa. Kabla sijaenda kwenye maswali, yani niende kiundani zaidi. Natamani kujua historia yenu, labda mlikutana vipi? Mahusiano yalianzaje? Nani alikuwa wa kwanza kuanza kumtongoza mwenzake? Hebu share na sisi story kidogo. Labda muulize yeye. Au sio? Watende. Okay, shemeji, nadhani umeelewa swali. Haina haja kurudia. Hebu tupe story ilikuwaje? Ndio. Mimi nikutana kwenye msiba. Okay. Na aliyekuwa kwanza kunitongoza alikuwa mume wangu hapo Gloria. Okay. Okay. Msiba huo ulikuwa wapi labda? Ulikuwa kwetu Dimoi kwa mwaka kama za manguo hivyo, alikuwa tu jina kimeshasahau. Okay. Watu tupo msibani, nyewe mko zenu ndio mnakutana mnaanza mengi. Ndio. Ina maana vijana kuna muda wanaendaga msibani lakini wanatumiaga fursa hizo kutafuta wake kama hivyo nyewe wawili. Ndio. Okay. Sawa, na ulimkubali hapo hapo au ilikuwaje? Hebu share, tupe story. Endelea na story. Hapa sikukubali hapo hapo. Nilikubali
baada siku 3 ama 4 hivi ndo nikampasha jibu yake. Kwa nini ulichukua siku 3 ndo mjibu? Inakuwa kawaida wanawake. Okay. Kwa sababu ndio tongoza mwanamke hapo hapo hivyo nakakubali hapana. Inakuwa kawaida hata wana kupenda. Atakupasha kama siku 3 hivi ama wiki. Ndo napewa sajibu. Kwa nini ulimkubalia Gloire? Nadhani wewe ni mwanamke mzuri na kuna wajamaa wengi walikuwa nakuja wako Dimoi wa wapi. Kwa nini Gloire? Kwa sababu nilitokea kumpenda Gloire. Okay. Kitu gani special kilikushawishi? Kilichonishawishi muonekano wake, mwendo wake, jinsi anavyoonekana. Mimi nikafikiri labda ni kwa sababu ni comedian. Unajua jamaa anafanya zile comedy zake. Labda uliona ndo kasema Gloire anajua kunitongoza. Kamkubalia au ilikuwa tofauti? Hapana. Mimi naanza kuona zake movie mwaka hivi mbele kia kunichukua. Ndio nikaanza kuona picha yake, makini ndaka unatoa ke picha moja. Ile hapo loki. Okay. Ile saa ile. Hiyo ndio ndaka naona tu na basi. Okay. Ukaamua kumpa nafasi. Ndio, nikaamua kumpa nafasi. Okay. Sawa. Nirudi kwako boss. Nadhani wewe ni mtu ambaye ulikuwa umeanza kujitengenezea jina. Umeona? Lakini kwa nini umemchagua huyu hapa mshindani? Mshindaji. Na sio wengine. Cha kwanza ni kwamba huyo mwanamke hapo ni mwaminifu sana kwangu. Okay. Cha pili ananiheshimu, ananijali. Ndio maana nimetokea kuvutiwa naye, nikawa naye vitu kama hivyo. Kwa hiyo mwanetu sisi tunaenda msibani huko busy na watoto wazuri au vipi? Changakiwa kila sehemu ishuru. Au sio? Hata wawilo pema weekend sana. Sawa bwana. Nadhani wewe ni kijana ambaye alikuwa anafuatilia na watu mbalimbali na nilikuwa naona watu hata wadada wanakusupport. Unaweza kawaambia nini sasa wale ambao pengine walikuwa nakupigia hesabu, pengine hata ma ex? Ongea nao right now, ndio muda mzuri wa kuongea nao. Upande wa mashabiki au nazungumzia ex? Chana mimi sinaga ex kwanza. Unaga ex? Yeah. Kwa nini unamke kwao kwanza? Huyo ndo wa kwanza kabisa. Au sio? Yeah. Shemeji unakubali hilo? Hapo nimekataa. Kwa nini umekataa? Kwa sababu mtu kama huyu kwa single ni vigumu. Na kukosa ma ex. Yasema ukweli tu. Mpira unarudi kwake. Kama nilivyosema mke wangu hapo hajakosea sana. Cha kwanza mimi sitagi ex, mimi nitaga watu ambao wamechanganikiwa. Kwa sababu nikiwa kwenye mahusiano na mtu afu tukiachana, jua huyu yani alikuwa ni mtu ambaye yani amechanganikiwa. Yani hawezi kaishi na mimi kiufupi kwa sababu ameshindwa kunivumilia, akashindwa kuniheshimu ndio maana tukaachana. Kwa hiyo mimi simjui na anijui. Ndio maana waga siwafuatilia hata kuja nini. Yeah. Okay. Sawa. Kuna watu watakuwa najiuliza sasa Gloire mbona kama vile anamzidi mke wake miaka mingi. Hivi tukizungumzia miaka tukikadiria huko unachezea 20 something 20 ngapi? Mimi nipo kwenye 22, naenda 23. Unaweza 23 lini? Mwezi wa 5. Okay. Iko sawa, uko fresh. Vipi Shemela? Watu watasema mbona Gloire kama amechukua age kidogo hivi tuambie tuzidishie miaka yako kwa miaka ngapi? Mbona unasita? Mbona tupata wasiwasi sisi? Unajua mimi ni polisi. Kuna ongea na security police officer. Na miaka kama 18 hivi. Kama 18. Miaka 18. Okay. Kwa hiyo shemeji kumbe ni ushavuka mambo ya underage ushavuka. Ndio nishavuka. Hongera sana. Asante. Okay. Sawa, ni kwa nini ulichukua maamuzi ya kuolewa na Gloire Sadiki ingawa bado mna muda mfupi kama alivyoeleza hapa? Tangu mwanzo kutongozana miezi 5, right? Kwa nini uliamua kuchukua maamuzi ghafla hivi bado miezi 5 tu? Nilichukua maamuzi kwa sababu nikufuatana Gino tulikuwa kimahusiano. Okay. Unaona? Tulikuwa tunapendana sana, akipiga simu ataongea bila vichoko. Hata wewe wako temwe. Ingekuwa lazima. Ndio. Kwa katika hiyo miezi 5 ulimwona nafaa kuwa mme, ukutaka kuchukua muda zaidi kumchunguza? Mimi kwa kipindi ninikubalia. Nilianza kumchunguza hapo hivyo. Okay. Baada ya miezi 2 nikamgundua kananiambia hivi nikifikisha kama miaka 19 vyake nichukua.
Kwa bahati mbaya vikakuja hivyo huyu miaka hivi tukabebana. Ikakuja hivyo, ikakuja vinini? Mwenyewe akakuja akanichukua. Okay. Huyu jamani kama sio muuaji, labda kuna kitu kimemsukuma, labda kulitokea mengi ndio mkaamua nini kuchukuana? Hapana. Kwa hapo hujapata mimba vipi? Kwa kuchukua kwa sababu uko mimba. Ndio. Bosi. Shemeji hajaanza kula udongo vipi? Siwezi nikajua, unajua ya Mungu mengi ya. Unajua vijana wengi tusidanganyane, hata kama tuko kwenye interview, lakini kuna vijana wengi utakuta anaamua kuchukua mtu kwa sababu ameshaharibu. Naona basi awe mke tuanze maisha. Labda na wewe umeingia kwenye hicho chama ni? No, cha kwanza mimi mke wangu nimejitambulisha nini kwa tukala kuku. Ndo nikaona tumeshajitambulisha, yani nimeshajulikana pale, kwa nikaona tutuniwe naye vitu kama hivyo. Okay. Sawa. Shemeji, hongera sana, umeolewa na kijana mzuri. Kijana yuko sawa, hongera sana. Asante. Okay. Ujumbe wote wa kuambia ma ex, nadhani unaona ex, tusidanganyane Shemela. Utakuwa uko na ex, neno lote la kumwambia au kuambia? Mimi kwa Marekani sina ex. Really? Huko Marekani sina ex. Labda wakambini hapo kidogo. Huko Marekani sina ex. Na unatoka kambini mwaka gani? Mimi nitoka kambini mimi ni 25 hivi. Maki hapa nina mwaka mmoja. Hapa Marekani. Okay. Kwa hiyo tangu ufike Marekani mpaka leo mwanamke wako kwanza kudate naye ni Glory? Ndio, ni Glory. Okay. Hongera sana. Asante. Jitahidi sana kuwa mwaminifu. Asante. Ni kitu gani unajivunia sana kwa Glory? Najivunia tu kwa ni kijana shupavu. Okay. Anajipambania, anategemea kupewa. Okay. Na cha pili ni mwaminifu. Okay. Basi. Ana mambo mengi. Ana mambo mengi. Hivi unaamini kwamba wewe jamaa hawezi kukuchiti? Sizani. Uzani. Kitu gani kinakuaminisha hivyo shemeji? Lakini kinachoniaminisha hivyo ni mwazi sana kwangu. Okay. Ni mwazi sana kwangu, anifichi chochote. Okay. Ikitokea sasa mara pap, una mazoea kushika simu yake? Mimi? Hapana. Ikitokea mara pap, found out, unagundua kwamba okay, mambo yako kwenye mengi, anakuchiti, utafanyaje? Sasa sifanye chochote kwa sababu mwanaume sio mwanamke mmoja. Okay. Atazunguruka kote huko, lakini atarudia kwangu kwa sababu ndo mke wake. Okay. Sasa hata kichiti hapa kuna faida kwa sababu atazunguka tena narudia kwangu. So, sijui nikupongeze mitano tena nini? Hongera sana. Asante. Bwana, kwa umri wako unawezaje kukubaliana na kitu kama hicho au kubeba hali kama hiyo? Sio rahisi kwa wanawake wa leo. Ni kweli sio rahisi, lakini ni kawaida kwa sababu mwanaume mradi awe na matumizi ndani, kama na mtoto ajue matumizi ya mke wake na matumizi ya mtoto. Hapana siku natoka tu anaenda huko kwa wanawake zake, anarudi unakuta ushapika, anakaa kaa chini anaanza kula. Hapana. Hongera sana. Asante. Hongera mwanangu, umepata mke. Asante sana. Kwa umri wake anagundua, anaelewa mambo kama ya kwamba wewe kuzunguka sio mbaya, lakini unajua uko. Hongera mwanangu. Kama mchimba. Asante sana. Una kitu gani cha kumwambia? Una kitu gani cha kumwambia? Mchimba. Mchimba. Sasa lakini mimi kama uchiti lakini tu kwa kweli. Bro, kweli. Mimi sijui siku zake simu yako, sasa sijui. Niko ndongi machanano. Ona. Uko zwa kuoa hapa lakini mradi tu sibote sawa sawa. Unaona Ama ongea hiyo mbakato neno. Sibote sawa sawa mimi wangu. Mimi saka mno. Nini? Sasa utoke mimi hata wewe. Sasa wewe hata uongeza sio sasa ule sina wewe. Mbona ile muya kutaka bena mlume atuamu kila saa. Vipi wewe ile muya bwana. Na sikushilaleano kwanza. Ona. Utoke mshuta rudi. Ongera mangu, uke sio rahisi bro kupata mwanamke anayeongea hivi bro. Hata kama tuachane na mambo ya kamera na vingine. Sasa natamani tumalize kwa sababu nadhani tuna mengi ya kuongea. But
Nimependa confidence yako, lakini pia unavyojiamini kwa mwanaume wako. Sio jambo rahisi kwa dunia ya leo. Tukiachana mambo ya kamera, na naamini ndivyo ulivyo. Nataka unidhihirishie kwamba au unaongea kutoka moyoni au unaongea tu kwa sababu biko tu tunavirekodi. Hapa mimi naongea kutoka moyoni. Sisi ili tunarekodi hapa. Vinatoka moyoni kabisa. Okay. Yawe free. Awe free. Ndio. Unampa freedom. Unampa freedom kwamba ajisikie. Awe free kabisa, awe huru. Asikuna jibana think wangu hivi na hivi. Ni yeye tu. Ataenda huko anarudi tena huko. Ni yeye tu. Hauna mdogo wako ni cameraman hajaoa naye pale? Mimi na mdogo ila miaka yake ni kidogo. Anaweza msubiri kwa sababu kwa moyo huo sio mzaa. Hapana. Miaka mdogo wangu kidogo sana atakoshazeeka. Neno lolote la mwisho la kuongea na wanaotutazama kule? La mwisho hapo ni mashukuru wanata nitazama na wazidi kwa na muka mwa kwangu wengine. Okay. Glory Sadiki comedian, wiki ni sawa? Wiki ni sawa. Lolote la kushare na watu tunapoenda kumaliza? Ni kwamba huyu hapa kama alivyosema hapo, au tuseme mke wangu amesema vizuri. Okay. Ya. Na kwenye dunia unajua kuishi kwenye mahusiano muda mrefu sio kama ndo mtaoana, kwa sababu wengi wanaishi hata miaka 3 lakini mwisho wa siku utasikia eti demu wake anamcheat nini vitu kama hivyo. Yeah. Kwa hiyo kwenye haya mapenzi hata miezi 5 6 wewe chukua mzee, usubiri mpaka mwaka, miaka 2 ni uongo. Okay. Ya, kwa sababu siku hizi waongo ni wengi sana. Kwa hiyo ukimpata ambaye ni mwaminifu kwako, ishi naye. Okay. Na ndo kama mke wangu hapo hivyo. Unajua nimedate na wangapi lakini sijaoa, nimekuja kumwoa kwa sababu nini? Ndo ameandaliwa na Mungu. Yeah. Na hata kama hata uishi na mimi milele, maybe kuna niseme hata kama hatuishi na mimi milele, endapo hata tukiachana, maybe ni mpango ya Mungu, kwa sababu huaga naamini kila kinachotokea kwenye maisha yangu ni kwa sababu ya Mungu. Yeah. Ndio amepanga ya. Kwa hiyo hata kama kisimeti ameenda, najua tena mbeleni ukutana itakuwa nini? Kutakuwa mwingine ambaye atawekwa, lakini sisemi hivyo. Na mke wangu sinielewi vibaya. Okay. Kwa hiyo shinde kabla muhimu sana mwa maisha, yani nitaishi na wewe mpaka kufa. I don't lie. Ndio hivyo. Bro umecheka. Acha nicheke. Okay, swali langu la mwisho kwenu hasa bwana Glory Sadiki, nitakuuliza na shemeji. Ni kosa gani ukiligundua kwa mke wako itakuwa ngumu wewe kumsamehe na unaamua kuachana naye kabisa? Kwa mke wangu ni kuchati. Kuchati na mtu yote yule, vipi hali yako nini, umeolewa, niko single, tumeachana. Nikiona tu hiyo message tu kwenye simu yake imeisha kabisa. Aiombi kufuatilia ilikuwaje? Aiombi yani hela nini wala nini. Okay. Yeah. Kuchati tu. Okay. Kwa uamini katika makosa mengine hiyo kuchati tu. Hilo ndo kosa kubwa. Kuna makosa mengine yanarekebishwa mzee. Mimi ya kupikia utaelewa. Vitu kama hivyo, lakini kosa kama hilo la kuongea na mtu mwingine afa anamwambia eti mimi niko single na mimi niko single, ndio haiwezekani kwangu. Okay. Yeah, hata kama nilikuwa nimempenda sana, upendo wake unaisha kwa sekunde 2. Okay. Alafu kila mtu anapita njia zake hivi. Okay. Okay, najua hakuna mwanadamu anakuwa mkamilifu. Ikitokea unagundua mke wako amekuchiti, kwanza sio kosa, kurudia kosa ndio kosa. For the first time unagundua hilo, utachukua maamuzi gani? Hapo hivyo mzee, sinaga mambo ya come back. Waga nafanya vitu vyangu kwa ratiba. Yaani kivunja kitu nimevunja. Nikiingia nimeingia, nikitoka nimetoka. Naishi hivyo. Sawa mwanangu. Shemeji, ni kosa gani kubwa ukiligundua kwa Glory Sadiki, hata kama unampenda kiasi gani? Uko ridhaa kuachana naye na kurudi maisha ya kwenu? Mimi kosa ndio hapo nitenda sasa. Mimi Jisikie huru kuongea chochote, usimwogope, usiogope ni mtu anayekutazama nani, ongea kile ambacho unaona ni sahihi kuongea. Mimi kosa nitalona hapo kwa bwana Glory hapo, kwa fupi mume wangu. Mimi kweli nitamvumilia kwa vyote, lakini awe anatoka nje, aneta mwanamke wake, anakiafanya kitanda yangu, mimi naye. Hapo. Ni kweli kufa kosa sio kosa la kurudilia. Kwa kwanza nitaona anaenda, wa pili wa tatu. Hapana. Hata kasi juu talaka. Hiyo siku nitajua talaka.
Da. Au sio? Hiyo tunaachana hiyo ka. Mwanangu umeruhusiwa vitu vyote lakini wewe umekatazwa. Yeah, namsikia tu. Yeah, namsikia. Okay, nashukuru kwa muda wenu. Mimi nadhani nimeishia hapo. Kwa sababu nadhani nimegundua nyewe wawili mna mapenzi ya kweli, mnapendana sana. Mpaka mwanamke wako anakuruhusu fanya vyote lakini waache hilo. Nimuulize nini? Mnapendana sana, si ndio hivyo? Ndio, mimi nampenda kabisa kutoka moyoni mwake 100% kuliko chochote. Au sio? Ndio kaji. Okay. Mimi sina mengi ya kuongea lakini sasa watazamaji tumepiga mastori na ikapo hapa Gloire na Mrs. Gloire. Tumepiga mastori. Nadhani hii hapa ni Son TV. Mimi ni Shabani Ozi Wangena na S-Man. Tuko bie. Namaliza lakini nataka ili watu waamini kweli ni couple wafanye something kama vile kukiss na mambo mengine. Natoka hapa kuachia uwanja. Uwanja ni wenu. Kama mtachukua ta mic na kiss na mnaambiana hata mnabadilishana maneno mawili matatu itapendeza au sio? Nampa shemeji kwa sababu huyu jamaa silete kona nyingi. Mike mwambiane neno kidogo na mkisi kidogo au vipi? Amtobeki maisha. Yeah, ongea na mume wako. Na kitu gani cha kumwahidi ongea naye. Ongea na bwana wako. Mike iko oni. Ongea. Beba neno. Hii. Sasa msogeleane kidogo. Sogea mnaogopana ni kafu. Tushazoea kuona kwa movie. Sebengi. Bwana unashusha brand ya mume wako bwana. Sogea huko. Sogea wewe. Ongea kwanza. Mungu bashi mgarusi kweli wewe. Harusi. Harusi. Mtaweza. Mchano watu wawili. Niseme tu. Nakupenda, sifa nini? Baadaye maneno ndio mnapigana mabusu. Jamii nasema ni kama sio moga. Ndio ndio jamii. Kwa Sadiki. Mama nichagopa mtu. Nichagopa hapo. Jamii ni Sio comedian, active notes. Sawa. Umusijia dakika timu ya wanaochumi na edit. Ngo bashike ba ngo tenda. Ngwele. Dakika timu ya nakone na chini. Sawa. Ninachoambia Kama hicho mdomo hapa kidogo. hapa. Anza kuangalia kamera hapo. Ninachoambia ma ex wa bwanangu ni hichi. Bwana mlikuwa naye mbele hivi naye mimi. Kwa hiyo mwache kumfuatilia bwanangu. Ndio hivyo nachengia nampenda sana bwanangu. Niko ridhaa kufa chochote kwa mwanamke yoyote atakiingia humu ndani. Eti mie niko na mimba ya Sadiki. Nitakaa naye lakini kama kuzuio mtoto nakula naye sahani moja. Ndio hivyo, sina kingine cha kusema. Nakupenda sana mume wangu. Nakupenda pia mke wangu. Msogezee mic bwana, msogezee hapo. Ya, nakupenda pia mke wangu. Ya, sina mengi ya kusema zaidi ya kwamba karibu sana nyumbani mke wangu. Asante, nishakaribia. Kisi. Washi anje sasa. Kana. Mpige busu dakika 10. Kisi shemeji. Shemeji mwacha mechu. Acha na lome ba. Unajichanganya. Nishike. Mniambia manga mbona vivyo? Tunataka pointi muhimu. Sawa. Sitiari tu beba. Yeye unamwachia wapi? Chai. Ashi mwanjibu wa no sina video. Tayari. Shobakana sasa. Basi sasa. Pull up wiki ni sawa.
Watazamaji, kama ulivyoona mambo yalikuwa moto, mambo mwema. Hiyo ndio kapu ya Gloire Sadiki. Hii hapa ni Son TV. Mimi ni Shabani Ozee Wangena S Money. Tuko bien kutokea Indianapolis. Vibe kama lote tumeenjoy na Gloire Sadiki. Behind the camera tuko na Dez Classic. Haja kutuangusha. Tuko bien. Bye bye. Ili uwe wa kwanza kabisa kupata taarifa zetu, tafadhali subscribe alafu gonga alama ya kengele ili tuwe katika familia moja, nguvu moja, twende sawa. Tuko bien. Tuko bien. Tuko bien.